Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama unasumbuliwa na maradhi yoyote yale, kabla hujaenda kutumia dawa, sikiliza video hii kwa umakini sana. Kama una maradhi ya tumbo, kidonda, tezi dume imepanuka, una maradhi ya mchango la uzazi au mfumo wa uzazi kwa mwanamke, na maradhi mengine yasiyokuwa hayo kama vile kifua, ini, mapafu, moyo, kisukari na maradhi mengine, kabla hujaenda kutumia madawa, kabla hujatumia dawa yoyote, sikiliza video hii. Kuna mambo matatu ya kuyazingatia pale tu utakapojigundua kwamba afya yako ya mwili, physical health, imeyumba. Utakapojigundua, basi kuna mambo matatu ya kuyafanya utakapokuwa umeona kwamba umekosa asihatu albadania. Jambo la kwanza la kufanya, la muhimu sana unapojihisi una maradhi, jambo la kwanza ni kuhakikisha, kitaalamu maelezo hayo ni kuhakikisha unamuona daktari au unafanya vipimo vya kujua kwamba lile tatizo unalolihisi kwamba unalo ndio lenyewe. Hii unatakiwa uwe na uhakika kabla hujatumia dawa yoyote. Watu wengi sana akijisikia tumbo linauma anasema vitakuwa ni vidonda vya tumbo. Akijisikia mbavu zinabana anasema itakuwa sijui na tatizo gani. Kuna wakati maradhi yanasababisha kitu kingine kuuma wakati asili yake ni kitu kingine. Nitatoa mfano. Watu wengi wanasumbuliwa na miguu kuwa na ganzi. Watu wengi sana. Lakini sababu wakienda hospitali wakapimwa, wakapigwa x-ray, wanagundulika watu wale wana matatizo kwenye mfumo wa mgongo, uti wa mgongo unakuwa na pingili zimeachana, zinasababisha hiyo hali. Kwa hiyo mgongo unakuwa hauumi kabisa, lakini miguu inapata ganzi. Wengi wanasumbuliwa, kumbe tatizo ni pingili zimepishana kwa sababu ya magodoro tunayotumia kulala au mazingira yetu mengine na mambo mengine. Kwa hiyo hakikisha kitu cha mwanzo, ugonjwa unaohisi unaumwa ndio huo, yani wewe ukafanye vipimo sahihi ili upate tiba sahihi. Watu wengi huwa tunakorofishana, ananipigia simu ananiambia naumwa ugonjwa fulani, dawa ipo? Namwambia nenda hospitali kapime, utizame kwamba ugonjwa unaoumwa ndio huo. Ukipata uhakika, njoo na vipimo vyako na majawabu yako. Jambo la pili la kuzingatia, inatakiwa uzingatie kabla hujakwenda kutumia dawa, zingatia kwamba daktari ambaye anayekupa hiyo dawa, au mzingatie daktari uliyekwenda kwake. Huyu ni mtu wa pili, lazima umzingatie. Je, ni daktari kweli? Ulimwengu hauna huruma, na watu wengi wamejaa sasa hivi, kila mmoja anadai kwamba yeye anaweza matibabu haya, anaweza kufanya hivi, lakini wengi wao wanakuwa ni mtihani. Kwa hiyo lazima kabla haja kutibia mtu, hakikisha kwamba mtu huyo ni daktari kweli, awe una uhakika naye. Na kwa ajili hiyo unapokwenda kutibiwa, usitibiwe kwa mtu usiyemjua, mtu usiyemjua imani yake, mtu usiyemjua uchamungu wake, mtu usiyemjua ukweli wake, mtu usiyekuwa na uhakika naye asikutibie. Kwa sababu waweza ukaenda kwa mtu kumbe hana matibabu ya kweli, na yeye pia ana tatizo lake la kifedha, anakuja kwako wewe mwenye tatizo la kiafya, kwa hiyo anakuharibia zaidi afya yako. Kwa hiyo jambo la pili ni kumwangalia daktari, lazima awe ni mtu ambaye unamfahamu, ni daktari kweli na ana elimu ya matatizo hayo. Jambo la tatu la kuzingatia ni dawa unayotumia iwe kweli ni dawa ya tatizo lako. Dawa unayotumia iwe kweli ni dawa ya tatizo lako. Watu wengi wamezoea kula tu madawa. Mtu anaumwa kisukari, anaambiwa kuna dawa inauzwa 25,000, njoo ununue hii utapona kabisa. Ananunua dawa, anakula, anameza, anakunywa, anakaa wiki 2, wiki 3, maradhi bado yanaendelea. Shekhe, hii ni afya, lazima uisimamie vizuri, lazima uiendee vizuri,
na lazima upate udhibiti wa kila kitu wakati unaiendea afya yako. Ndio kitu cha thamani kuliko vitu vyote ulivyokuwa navyo. Kuna maradhi tu yenyewe, ukiambiwa dawa hii ni kiasi 1000, huwezi kukubali. Kwa hiyo lazima uwe na kwenye kuendea matibabu, lazima uhakikishe kwamba dawa ni yenyewe kweli, kwa sababu kuna baadhi ya maradhi tunayoumwa wala hayahitaji mtu kumeza madawa, wala hayahitaji mtu kunywa madawa. Kuna maradhi tunaumwa, tunatakiwa tubadilishe tu staili na mfumo wa maisha yetu. Tunatakiwa tubadilishe tu vyakula vyetu. Tunatakiwa tubadilishe tu muda pengine wa kulala na muda wa kuamka. Tunatakiwa tubadilishe tu pengine tuache jambo la kila wakati mtu kwenye gari, wakati mwingine inabidi utembee kwa miguu. Yaani kuna baadhi ya maradhi tunaumwa mengi, tiba zake ni zile ambazo tunaweza kuzifanya sisi wenyewe. Kuna tunda tunatakiwa ulile tunda hilo kila siku, pengine maradhi yako yakawa yanaondoka. Kwa hivyo tuzingatie mambo hayo matatu. Nilisema jambo la kwanza tulizingatie ni lazima uwe na uhakika wa kipimo. Jambo la pili, uwe unamjua daktari anayekutibia, na jambo la tatu, uhakikishe kwamba hiyo dawa unayotumia ni dawa kweli ya ugonjwa wako.